nchi, ila sio wachawi ambao wanaishi kwenye majumba yao. Hawastahili makofi. Anayestahili makofi ni kamanda mmoja ambaye anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Huyo ndiye tuliyemleta tena kwa chinga. Tupo tena jioni ya leo, tunamleta Yesu, Simba wa kabila la Yuda. Amen. Nitashangaa leo mtu akiendelea kukaa na dhambi zake na mizigo yake wakati Yesu anatua mizigo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na injili yetu ambayo Jumapili tulikuwa hapa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Jumapili vyombo vikakataa, lakini ametupa vyombo vipya. Leo sauti inafika. Kwa hiyo kama kuna mchawi yuko nyumbani kwake Jumapili ya kusikia hizi habari ya kwamba yuko mchawi wa wachawi ambaye anaitwa Yesu Kristo, basi habari tena jioni ya leo siweze kumfikia huko aliko, ya kwamba wako watumishi wa Mungu wametoka mbali, wameleta habari za Yesu. Hao wachawi ambao wanaroga usiku, leo ziko habari njema za Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 za ufalme wa mbinguni. Tumesoma kitabu kile cha Mwanzo, tumeona habari za Mungu ya kwamba kuna kizazi kilipita hapo mwanzo ambacho Mungu alikipenda sana, ambacho Mungu alijivunia sana alipokiumba akakiweka duniani. Lakini baadaye kile kizazi kikasahau ya kwamba aliyewaumba ni mkubwa kuliko wao. Wao walipofika hapa duniani, mwanzo walikuwa wanamtii Mungu, lakini baadaye wakaiacha njia ya kweli, wakaanza kutumikia miungu, wakaanza kuifuatisha dunia inavyoenenda, wakaanza kutumikia mashetani, wakaanza kuwatumikia waganga wa kienyeji, wakaanza kuwatumikia wachawi, wakawa ni washirikina hawa watu. Ndipo Biblia inaniambia ya kwamba yuko mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Nuhu, akapata neema machoni pa Bwana. Alipopata neema machoni pa Bwana, Mungu akazungumza na mtumishi wake ya kwamba kila nikimwangalia mwanadamu duniani, ninaona wote wametenda dhambi, ninaona wote wameharibika. Mungu akaiangalia dunia, akakaangalia dunia alikokaumba, akashangaa mwanadamu aliyemuumba ameharibika, ameingia kwenye dhambi. Mwanadamu amemsahau Mungu aliyemuumba. Ndipo akamwambia Nuhu, anza kuhubiri habari njema. Yamkini hao watu watatubu, yamkini hao watu watageuka, yamkini hao watu wataacha dhambi, yamkini hao watu wataacha uasherati. Nuhu alikuwa ni mzee sana aliyezeka, akachukua maiki hivi ninavyokuambia, akatangaza habari kama hivi tunavyotangaza habari, akawaambia watu wale ya kwamba acheni dhambi, Mungu amenituma niwaambie. Lakini wanadamu walifanya mioyo yao kuwa migumu, waliendelea kama kawaida, wanasema wanakula bata, waliendelea kama kawaida, wanasema tunapenda mali kufa kwacha. Nuhu aliendelea kuwatangazia habari njema. Baada ya kuona watu wale wasikii, wakaendelea kutengeneza safina, lakini kwa sababu watu wale wakusikia, waliendelea kutenda uovu, waliendelea kutumikisha na dhambi, waliendelea kufanya uzinzi, waliendelea kufanya ukahaba, waliendelea kufanya usengenyaji, wengine waliendelea na uganga wao, wengine waliendelea na uchawi wao, wengine waliendelea na starehe zao, wengine waliendelea na sigara zao, wengine waliendelea na bangi zao, wengine waliendelea dhambi zote duniani, wengine waliendelea kunywa pombe. Nataka nikwambie Nuhu alipohubiri, kwa sababu aliwaambia ukweli, watu wale walimchukia Nuhu, wakamwona kama amechanganyikiwa, wakamwambia we mzee umechanganyikiwa, mbona dunia ni tamu sana, mbona wanawake ni watamu sana, mbona pombe ni tamu sana. We mzee, inawezekana uzee wako umekwenda sana, inawezekana akili zako zimeanza kupungua. Wakamziaki yule baba, wakamziaki yule baba. Sikiliza nikwambie kilichotokea, sikiliza hizi habari.
nataka nikwambie, safina ilipomalizika, yule mzee akaambiwa na Mungu, kwa sababu umehubiri sana, kwa sababu umewambia hawajasikia, ingia wewe ndani ya safina na watoto wako. Chukua familia yako, ingie nao. Chukua wanyama wawili ingie nao. Na ni kweli nataka nikwambie, wakati Noa aliingia ndani ya safina, wakaona mzee anaingia kwenye gari ambalo halina matairi. Litainukaje hili gari? Litakwendaje bila dereva? Litawezaje kunyenyuka? Wakaona mzee akili zake msipo. Wakamwona mzee amechanganyikiwa. Anaendeshaje gari halina matairi? Anaendeshaje gari la mbao? Anaendeshaje gari la mbao? Watu wakaona wamechanganyikiwa, wakamzia kisa na yule mzee. Nataka nikwambie, watu walikuwa wanakunywa pombe, wengine walikuwa wako gesti, wengine walikuwa wanafuta sigara, wengine wanaimba wake za watu. Mvua ikaanza kunyesha, mvua ikaanza kunyesha duniani. Wakati mvua inanyesha, wengine wanasema tuchukue majembe tukalime, hii mvua itakatika. Watu wakajua ni mvua ya kawaida. Kumbe mwanangu kamanda yuko mbinguni, ameona dunia imeoza, ameona dunia imechanganyikiwa. Mvua ikanyesha siku ya kwanza, mvua ikanyesha siku ya pili, mvua ikanyesha siku ya tatu. Watu walikuwa na magorofa mwanangu, walikuwa ni matajiri, walikuwa na akaunti zao zinasoma mabilioni. Wakashangaa nyumba zao zinaanza kwenda na maji. Mwanangu wanashangaa waone magari yao, wakaanza kuomba msaada. Wanaiona ile safina ndio inainuka, haina matairi. Wanaiona ile safina haina dereva. Wakamwambia Nuhu, ni mzee lakini yamkini unaweza kutusaidia, tunakufa tunaangamia. Wakaomba msaada kwa Nuhu, wakasema tufumbulie. Nuhu akawaambia, mwenye funguo yuko tu, sio mimi. Mwenye funguo ya kweli ni yuko tu, siwezi tena kufungua milango. Wale watu wakalia, wale watu waliteseka, walijaribu kukimbilia milimani, milima nayo iliwakimbia. Walijaribu kuchukua kwenye magari yao, magari yao yaliwakimbia. Walijaribu kujitupa baharini, bahari nayo iliwakimbia. Walijaribu kupanda kwenye miti walioweka udongo majumbani mwao, miti yote iliwakimbia. Wakashangaa safina inaelea, wakashangaa safina inaelea. Ile safina aliyotengeneza Nuhu, watu walikwenda na maji kizazi kile. Matajiri walikuwepo, waliweza kwenda na maji. Masikini walikuwepo, waliweza kwenda na maji. Sikiliza nikwambie, Biblia yangu inaniambia ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo wakati zinavyokuja ndivyo watakavyokuwa. Watu watakuwa wakila na kunywa. Watu wameendelea kula na kunywa, watu wameendelea kuponda mali. Wanasema kufa kuacha. Dunia imeharibika ndugu zangu, watu wako wachinga. Sikiliza, tumeweza kutoka mbali. Mungu ametuambia tuweze kukata miti, tuiweke safina tulete kwenu, ili muingie ndani ya safina, ili muweze kuokolewa siku ya taabu yako, siku ya taabu, siku ya shida yako, uweze kuokolewa. Tulipoweka safina, Mungu ametuambia tuhubiri habari njema. Yamkini yuko mtu anaweza kuokoka, maana dunia imekwisha, maana dunia imeharibika. Mambo yanayoendelea duniani yanatisha, vita zinazoendelea duniani ni za kutisha. Wengine wanasema labda hizo vita ni za huko nje. Nisikilize nikwambie, yupo kibosibosi ameimba kwamba Yesu anarudi. Tubu dhambi yako leo, Yesu yuko malangoni, anakuonea huruma. Mkazi wewe wa Msauzi, Mungu anakuonea huruma. Na ndio maana ameleta kanisa kwa Msauzi, ya kwamba watu wa Msauzi wamjue Mungu wa kweli. Uingie ndani ya safina, uingie ndani ya safina. Ndani ya safina kuna usalama, ndani ya Yesu kuna usalama. Walioingia ndani ya safina waliweza kuwa salama, waliweza kuokoka, waliweza kukwepa ile ghadhabu. Anasikiliza nikwambie, Yesu yuko malangoni, anamtafuta mtu mmoja tu ambaye anasema niko tayari, niko tayari kuacha dhambi, niko tayari kuacha uzinzi, niko tayari kuacha ulevi. Wengine wanasema ulevi ni dini. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, walikuwepo walevi enzi za Nuhu. Watu walikwenda na maji, watu walikwenda na maji. Dunia ya leo
imeharibika, dunia ya leo imechafuka. Wengine wanajivunia dini zao, wanasema tunazo dini. Ile siku iki anapokufa wanasema ya kwamba alikuwa ni mtoaji mzuri, lakini alikuwa ni mzinzi, lakini alikuwa naiba wake za watu, alikuwa naiba watoto wa watu. Wanasema alale mahali pema peponi, kumbe mbinguni uendi bila Yesu. Mbinguni uendi bila Yesu. Mbinguni uendi na dini yako. Nisikilize, enzi za Nuhu walikuwepo wenye dini, waliokalia dini wakajiona wamefika, lakini nataka nikwambie, watu walikwenda na maji, watu waliangamia. Nisikilize nikwambie, liko lango moja tu wa Tanzania, liko lango moja tu watu kwa Msauzi, watu wa kwa Chinga. Pengine tutampata mmoja ambaye atageuka jioni leo. Inawezekana una duka lako kubwa, umeweka misukule ndani ya duka, umewafanya watu chuma ulete. Nisikilize jioni ya leo, liko lango moja liko wazi. Lango hili likifungwa halitoweza tena kufunguliwa, halitoweza tena kufunguliwa. Lango ni Yesu Kristo. Ingia ndani ya safina baba, ingia ndani ya safina mama, ingia ndani ya safina kijana. Safina sio ya mvinje tena, bali safina ni Yesu, bali safina ni kamanda, anaitwa Kamanda Manyota. Huyo ndiye tuliyemleta, huyo ndiye tunayemhubiri. Tunapohubiri habari zake, wachawi wote wanakimbia. Tunapohubiri habari zake, waganga wote wanakimbia. Tunapohubiri habari zake, waliokuwa na chuma ulete wote wanakimbia. Tunapohubiri habari zake, misukule huwa inakuvuliwa. Tunapohubiri habari zake, waliofunga majumbani mwao machini wanajivunia dini zao. Nisikilize, dini yako haitakusaidia, dini yako haitakusaidia. Unategemea dini yako, umwite Mungu wako na lugha moja. Mungu ana lugha moja, alizianzisha pale Babeli. Yeye anasikia Kiswahili, yeye anasikia Kiingereza, yeye anasikia hata kwa kilugha chochote ukimwita, yeye anaitika. Huyo ndiye tuliyemleta. Vita navyo vimekuwa ni vingi, dunia imeharibika, dunia imejaa uovu, dunia imejaa shida, dunia imejaa shida. Unisikilize ndugu yangu, dunia imefika papaya. Yes, ndio. Yes.